Nguvu inayopatikana katika kutii mafuta ya nabii. Mafuta ni nini? Mafuta ni utendaji, ni ile nguvu ambayo Mungu anaiweka ndani ya mtu, ndiye mafuta inayosababisha mtu kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Narudia hapo vizuri. Mafuta, usije ukasema nimeyale mafuta ya dukani. Mafuta ni ile nguvu, ni kile kipawa kinachosababisha mtu kufanya kazi ya Mungu, ndiye mafuta. Na ndio maana kwenye Biblia nitazungumzia watu watatu, ila sitoenda huko sana kwa sababu sio kwamba unapokulenga. Sauli alipakwa mafuta na Samueli ili awe mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Sauli alipakwa mafuta na Samueli ili awe mfalme wa Israeli. Lakini sivyo tu, Daudi alipakwa mafuta na Samueli huyo huyo. Tena Daudi sasa yeye alipakwa mara 3. Halo? Lakini Yesu pia alipakwa mafuta. Halo? Yesu pia naye alipakwa mafuta. Ndio pale sasa anajitambulisha kwenye andiko la Isaya 61 kwamba Roho Bwana yu juu yangu, amenipaka. Amempaka mafuta ili afanye nini? Akomboe aliofungwa, atangaze siku ya Bwana, ili afanye ile kazi. Kwanza Bwana alimpaka mafuta. Ndio maana baada ya Yesu kubatizwa ukatoka njiwa. Roho Mtakatifu alishuka katika hali ya njiwa, akaja akatua kwenye mabega ya Yesu. Ile ilikuwa ni kani ya utendaji wa Mungu, yalikuwa ni mafuta ya Mungu ili Yesu aweze kusimama na aanze sasa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Yesu kubatizwa ndipo alipoanza kazi ile miaka 3 sasa na kidogo. Ni baada ya Yesu kubatizwa ndio sasa ameanza kazi, kuanza sasa kutaja wanafunzi wake nini. Ameanza kazi hapo. Kwa hiyo hata nabii, ili nabii asimame akutabirie wewe neno, aongee neno na lifanye kazi, ndani yake mna mafuta. Sijaeleweka hapo? Ili baba wa madhabahu hii Elia atamke neno kwako na litendeke, ni kwa sababu ndani yake amepakwa mafuta. Na ili sasa, ili hayo mafuta yafanye kazi ndani yako, kuna kitu ambacho unatakiwa kukifanya. Ndio maana nimesema kwamba nguvu ya uponyaji ya kutii, halo, inapofanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo tunaweza tukaviishi tukajua kwamba tuko salama, kumbe tayari tumeshaanguka. Nyakati wa pili 36:15, shuka na kitabu baba mpaka 20. Nyakati wa pili 36:15 hadi 20. Nguvu ya uponyaji ipatikanao katika kuheshimu mafuta ya nabii. Kuna nguvu ya uponyaji inayopatikana pale. Twende baba. Nyakati wa pili 36:15. Neno la Mungu linasema, asante, naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kutuma, kwa sababu aliwahurumia watu wake. Achia kwanza hapo. Bwana akawahurumia watu wake, akatuma wajumbe wake kwao. Kwa nini awahurumie? Maana yake kwamba kuna hatari iliyokuwa inakuja. Sasa Bwana anawahurumia ili wasipate ile hatari. Anatuma wajumbe kwake. Mungu anamtuma Elia katika madhabahu hii ili wewe ambao unaishi mahali hapa, ili wewe unayeabudu mahali hapa, kuna tatizo linalokuja, kuna shida inayokuja, ili isikupate, anatakiwa mjumbe wake asimame kwa sababu ya kukuangaliza. Endelea baba. Naye Bwana Mungu wa baba zao akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake, akiondoka mapema na kutuma, kwa sababu aliwahurumia watu wake.
na makao yake. 16. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu. Simamia hapo hapo tu baba. Lakini kitu cha kwanza, wajumbe wametumwa na Mungu kwa sababu Mungu amewahurumia na kuangalia kwamba hao wanapata shida, akaanza kuwadhihaki. Twende la pili. Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu, waliwadhihaki na kuyadharau maneno yake, wakadharau maneno yao na kuwacheka manabii wake. Hapo sasa, hapo ndipo kuna kichwa cha somo langu. Wakati mwingine unaposhindwa kuheshimu neno la nabii, unaposhindwa kumheshimu nabii, hata kama Mungu ametabiri mema kwako, hayatotendeka. Hakuna mtu anaweza akapiga makofi hapo. Kama Mungu ametuma nabii kwake, umeshindwa kumheshimu, umeshindwa kumsikiliza, umeshindwa kufanya jambo kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, hata yale Mungu ameahidi kwako hawezi akayatenda. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna sababu za sisi kunyenyekea, kuheshimu mafuta ya nabii wa Mungu ili tupokee kile ambacho Mungu anatarajia sisi tukipokee. Unajua, niwaambie kitu kimoja. Kuna zile huduma 5. Kuna zile huduma twende wote pamoja. Kuna zile huduma 5: uinjilisti, unabii, ualimu, uchungaji na utume. Lakini sasa nataka niwaambie hivi, katika huduma zote hizi hakuna huduma ngumu kama huduma ya unabii. Naomba mnifuate vizuri hapa na nitawaambia sababu yake. Katika zile huduma 5 nimezitaja hapa, hakuna huduma ngumu kama huduma ya unabii. Na ndio maana huduma ya ualimu unaweza ukasomea, huduma ya uchungaji unaweza ukasomea. Tena kama mimi nimesimama hapa nimeisomea pia. Najua kabisa kuna aina 4 ya kondoo, kuna aina 4 ya waumini, lakini kusomea unabii hakuna hilo darasa. Narudia tena, nimekaa chini nafundishwa zaidi ya miaka 5. Sikuweza kusoma somo la unabii, nilisoma somo la manabii, kuwajua manabii, ila sio kusoma unabii. Lakini uchungaji utausomea. Kwa nini sasa somo la unabii? Somo la unabii ni ngumu kwa sababu nabii ni mlinzi. Sijui kuna mtu mmoja kama hapa sasa, nyie mna nabii hapa. Nilitarajia nikisema nabii ni mlinzi nisikie makofi mengi, alafu mmeniangusha. Nabii ni mlinzi. Narudia tena, nabii ni mlinzi. Na kwa maana hiyo ndio maana somo la nabii hauwezi kulipata darasani. Kwa nini nabii ni mlinzi? Tumetoka kusikia mashuhuda hapa. Kutena uzuri wa hapa, shuhuda ni nyingi. Kwa hiyo mimi ninaongea tu yani kama anaenda kujaza tu. Nabii ni mlinzi. Mtu yuko hapa anakuambia usiende. Ukienda leo utapata ajali, ila ukienda kesho umepona. Je, ni ulinzi sio ulinzi? Ni ulinzi sio ulinzi? Kwa nini tusijipige kifua mahali hapa kwamba sisi tuna ulinzi mahali hapa? Naona kuna mtu mmoja hajanielewa. Mahali hapa tuna mlinzi. Kuna wakati mwingine tunatakiwa tutambe. Sio kwamba kutamba kwamba tunaongea vibaya. Tunatamba ndani ya Kristo kwa sababu ametupa mlinzi. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ni moja, kuheshimu mafuta ya huyo mlinzi aliyotupa. Sio kumchukulia kawaida. Mimi eti sijui, huenda baba alishawaruhusu. Sioni kama ni busara kwa mtumishi wa Mungu kumtumia message. Sioni message kabisa. Tena unajiandaa kabisa, unakaa. Hii inaenda kwa baba hii. Kachankankankankankankankan. Kwa inaondoka ya kwanza hiyo. Keke hajajibu hajajibu. Keke kwa we mpakwa mafuta wa Bwana, nabii, mlinzi, unatakiwa umwendee
kwa heshima na taazima zote, kwa sababu ni mlinzi wa maisha yako. Unajua somo hili ni pana sana, na ndani ya somo hili kuna somo ambalo linasema kuinua mikono ya kuhani. Na uzuri wa bahati, nabii tuliye naye ni nabii na pia ni kuhani. Hakuna mtu mmoja amenielewa hapo. Nabii tuliye naye mahali hapa ni nabii na pia ni kuhani, kwa sababu moja anakutabiria hatari yako, lakini anachukua maombi yako na shida zako anazipeleka mbele za Mungu, kama vile Samueli alivyofanya, na ndivyo tunavyofanywa mahali hapa. Kwa nini mtu kama huyu tusikuse hata chembe ya moyo wa Bwana kwa ajili yake? Bwana Yesu asifiwe. Tutafika kuinua mikono ya kuhani. Unajua madhabahu hii, nimesema nina vitabu vingi, Mungu mwenye atajipatia. Madhabahu huwa inajengwa na vitu vingapi? Vingapi hivi? Vingapi? Madhabahu inajengwa na Mungu wa madhabahu, inajengwa na kuhani wa madhabahu, inajengwa na muumini wa madhabahu, na inajengwa na sadaka ya madhabahu. Mambo mangapi? Tunaendaje sasa? Mungu anaongea na kuhani wa madhabahu. Kuhani wa madhabahu yeye ndiye anayeleta yale kutoka kwa Mungu, baraka kutoka kwa Mungu anazipeleka kwetu. Na sisi waumini sasa tunatakiwa tutoe sadaka ya madhabahu ili kumwadhimisha Mungu aliye hai kwa kile ambacho ametupa na zile baraka ambazo amezimimina juu ya kuhani wake, ili sisi tukapokee. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mambo ya Mungu yanavyoenda, yanaendaga hivi, yanakuja hivi, alafu yanapiga doba hapa, yanaruka. Ndivyo Mungu alivyo. Yanatoka kwa Mungu, yanakuja kwa kuhani, yanatoka kwa kuhani, yanakuja kwa wewe muumini, yanatoka kwa wewe muumini, yanarudi kwa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuna haki ya kuheshimu mafuta ya nabii wa Mungu. Kuna watu waliopata madhara kwa sababu hawakuheshimu mafuta na walicheka manabii. Shuka baba, waanze kusikia watu wa kwanza na kuwacheka manabii wake. Hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana, ghadhabu ya Bwana ikazidi. Hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake, hata kusiwe na kuponya. Swala la kwanza hilo baba, usikae hapo hapo. Kitu cha kwanza, ghadhabu ya Bwana ikapanda kwa sababu wamecheka manabii, kwa sababu wamezarau neno la manabii. Kitu cha kwanza, uponyaji hamna. Aya, umetoka kuomba, si ulisema Bwana ametuahidi, si ndio hivyo eti? Ametuahidi baraka, lakini umeshindwa kutii nabii, umeshindwa kumheshimu nabii, umeshindwa kujua umuhimu wa nabii kwenye maisha yako. Kitu cha kwanza, amekataa kwamba yeye hajibu maombi. Haya, yanajibiwa wapi wewe uponyaji wako? 17. Kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Kaldayo, Nebukadneza, aliyewaua vijana wao kwa upanga. Hapo hapo kitu cha kwanza, ule uponyaji umetoka, kinachofuata ni nini? Misiba. Twende baba. Aliyewaua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao, hekaluni. Asiwahurumie kijana wala mwanamwali. Hapo hapo mle hekaluni ambako alisema kwamba mimi nitasikia maombi ya mnayoomba mahali hapo, na ndimo humo Mungu aliruhusu tena. Kwenye Biblia inasema hivi, akamuita Nebukadneza mtumishi wangu, kwa sababu ya kuja kuiangamiza Israeli na Yuda. Israeli na Yuda wote, kwa sababu walitenda mabaya. Kwenye zile kabila 12, Israeli ni kabila 10 na Yuda ni kabila 2. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wote walitenda mabaya, Mungu akaleta ghadhabu kwao. Ghadhabu gani sasa? Kuwaua watu. Twende baba. Mzee asiwahurumie kijana wala mwanamwali, akuhurumia kijana wala mkongwe, mzee wala mkongwe. Akawatia wote mikononi mwake, wote akawapiga. 18. Na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu
vikubwa kwa vidogo, na hazina za nyumba ya Bwana, na hazina za mfalme na za wakuu wake, vyote pia akavileta Babeli. Ichi hapo hapo, asante. Vyombo vya hekalu vilivyokuwa kwa sababu ya kutoa sadaka za kuteketeza, ndiye vile sasa umesikia mene Peresi, ufalme wako umefanya nini? Mfalme wa Babeli mjukuu ni Nebukadneza, baada ya vile vyombo kwenda kule, yeye akaanza kuvinyoa pombe, vyombo ambavyo vilikaa sehemu patakatifu, kwa sababu ndani ya hekalu palikuwa patakatifu na patakatifu patakatifu. Vyombo hivi vilikuwa patakatifu kwa sababu vilikuwa kwa maalumu kwa ajili ya kuteketeza dhabihu. Vimeenda kunyoa pombe Babeli. Aliyesema kwamba atawajibu, hatawajibu tena. Na hata na wewe uliopo mahali hapa, kama unaweza kushindwa kuheshimu mafuta ya nabii, hatajibu maombi yako Mungu. Amina. Wewe sema amina tena nguvu. Unaposema amina ya nguvu, unasema ni kweli, na ukisema ni kweli umekubali kurekebika. Maana inawezekana wakati mwingine si kwamba umekusudia, lakini umejisahau. Amen. Amen. Na inawezekana unafanya lakini haujafanya pale Mungu anapotakiwa wewe ufanye. Kwa sababu Mungu wetu sio wa jana, Mungu wetu ni wa leo. Na Mungu wetu anataka kila siku upande viwango vingine. Usibaki yule yule. Nani anataka mahali hapa abaki yule yule? Yupo mahali hapa? Wangapi wapo mahali hapa wanasema tupande viwango vingine? Wangapi wapo mahali hapa wanataka tupande viwango vingine? Sikiliza neno la nabii. Tii nabii, utapanda viwango vingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutii neno la nabii. Kutii neno la nabii. Usipotii nabii, ukamzoea nabii, unajua tuseme ukweli. Hata kama ni ndugu yako, usimzoee mpaka mafuta wa Bwana. Narudia vizuri tena hapa, nisikike vizuri. Hata kama ni binamu yako, hata kama ni mjomba wako, hata kama ni babu yako, hata kama ni rafiki yako, usimzoee mpaka mafuta wa Bwana. Maana kila alichopewa yeye sio ulichopewa wewe, na alichonacho sio ulichonacho. Kwa maana yake kwamba yeye anajua namna gani atembee na wewe ili akufikishe Mungu anapotaka ufike. Yesu asifiwe. Hebu tusome habari za Gehazi na Elisha. Wafalme wa pili 5:6. Wafalme wa pili 5:26 hadi 27. Uone kitu ambacho Elisha alimwambia Gehazi, alafu Gehazi akagairi na aliyompata Gehazi kwa sababu ya kutokuheshimu mafuta ya nabii. Twende baba. Wafalme wa pili 5:25 mpaka 27. Neno la Mungu linasema, lakini yeye akaingia akasimama mbele ya bwana wake. Elisha akamwambia, watoka wapi? Watoka wapi? Gehazi akanena, mtumwa wako hakuenda mahali. Akamwambia, je, moyo wangu haukuenda na wewe? Haukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akuraki? Tuishie kwanza hapo baba. Samani kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Simama tu mtumishi wa Mungu, utanisamehe kwa leo. Amina. Leo uko kwenye mazoezi. Eti hivi mahali hapa huwa tuambiwi kwamba, sio kwamba eti huwa tuambiwi. Nataka kusema mfano ule hai. Hakuna mtu aliambiwa hapo eti kwako jana kulikuwa siafu. Eti wangapi wamekumbuka? Amenua mkono. Anaambiwa kwamba kwako jana palikuwa nini? Elisha anamwambia Gehazi, je, roho yangu mimi haikwenda na wewe? Kwa maana yake kwamba hivi unaweza ukashindwa kuheshimu mafuta ya nabii Elia mahali hapa, lakini roho ya Elia, kwa kuwa wewe uko chini ya madhabahu ya msho, inatembea na wewe. Narudia tena, roho
ya Elia madhabahuni hapa inatembea na wewe mahali popote. Ndio maana hata jambo likitokea, wewe hujamwambia, atakwambia jana ilikuwa hivi, na hata kama wewe hujalifikia anakwambia ukifika itakuwa hivi, itakuwa hivi, na usifanye hivi na ufanye hivi, kwa sababu roho yake inatembea pamoja na wewe. Maliza. Turudie 26. Akamwambia, je, moyo wangu haukuenda na wewe hapo alipogeuka yule mtu katika gari ili akuraki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeituni na mizabibu na kondoo na ng'ombe na watumwa na wajakazi? Basi ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazao wako hata milele. Naye akatoka usoni pake hapo, sio eti kesho. Naye akatoka usoni pake mwenye ukoma kama theluji. Amina. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Elisha amemwambia hivyo vitu ambavyo Naamani amevileta tusivipokee hivyo, wewe hapana. Acha Naamani apate uponyaji na arudi na vitu vyake. Lakini baada ya hapo Gehazi alikuwa mtumishi wa Elisha. Naamani ameondoka, akasema mzee amebaki amelala huyo. Akamfuata, akaenda kusema uongo, bwana wangu amesema hivi, lete hivyo vitu huku. Haya, chukua. Ameondoka navyo, amefika tu Elisha. Kumbe Elisha ameshamuona. Anaambia, sasa wewe umefanyaje? Mimi sikwenda. Wewe silikwambia usichukue vitu kwa wajakazi wewe? Usio muda wake, usifanye hivyo. Na kwa sababu hiyo sasa umeshindwa kutii neno la nabii. Halo? Umeshindwa kutii neno la nabii. Ukoma ule wa Naamani utakurejea wewe na uzao wako. Na hapo hamna, kwa Mungu hakuna deni. Twende wote, kwa Mungu hakuna deni. Hebu mwambie mwenzako, kwa Mungu hakuna deni. Kwa Mungu hakuna deni. Kwa Mungu hakuna mikopo. Ni hapo. Ukoma wote wa Naamani ukamrukia Gehazi. Gehazi aliyofanya kazi ya Mungu vizuri, alikuwa mtumishi mzuri sana, alitembea na Elisha vizuri sana, lakini hatua ya mwisho ameshindwa kutii neno la mtu anayetembea naye kila muda. Amekuwa kama Yuda. Huu ni msiba sana kwa watumishi wa Mungu. Huu ni msiba sana. Na hasa tunapotembea na watumishi wa Mungu, ametupa tu ukaribu madhabahu yake, tunaanza kumzoea. Tunataka tujue mpaka alizaliwa wapi, aliishi wapi, anakulaga nini, kila siku nyanya tole na kila dagaa siku mbili kwa mchungaji, kila siku wanakula dagaa. Kwa nini wewe muumini usisimame hata siku moja kuilisha nyumba ya mtumishi wa Mungu? Kwa nini? Lakini unaziaki. Gehazi akasahau kwamba Elisha ni nabii na amefanya mambo mengi sana akiwa naye, akagairi. Kilichotokea ukoma juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya uponyaji kwa mtu anayetii maneno ya nabii. Kuna nguvu ya uponyaji iliyomo ndani yake. Maana yake kwamba kama kuna nguvu ya uponyaji kwa mtu anayetii, basi kwa mtu ambaye hana tii, basi kuna mauti na maangamizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Habari za kupakwa mafuta. Kuna mtu ameandika wale watu Sauli, Daudi, Yesu. Kuna mtu ameandika wale watu waliopakwa mafuta. Basi Sauli ni Samueli wa kwanza 15:1. Taandika hapo. Kwa watu waliopakwa mafuta kwa ajili ya kazi ya Mungu. Sauli ni Samueli wa kwanza 15:1. Daudi ni Samueli wa kwanza huyo 16:13. Kwa Yesu Kristo utaona mafuta aliyepakwa. Alipakwa na ule mwanamke
Mathayo 26:6-13, lakini anatambulisha mafuta aliyopakwa kwenye kitabu cha Isaya 61:1. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema nguvu na uponyaji ipatikanayo katika kuheshimu mafuta ya nabii. Ndio tunaelekea mwisho. Faida, tumeisha taja faida kwamba unapokuwa unaheshimu mafuta ya nabii, kitu cha kwanza unapata uponyaji, ulinzi. Ndani yako mnakuwa na ulinzi. Ongea, hebu andika hapo. Jambo la kwanza, unapotii mafuta ya nabii unapata ulinzi. Na unapataje ulinzi? Kwa sababu unatii neno kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo kila anachokiongea, kwa sababu unakitii, lazima kiishi kwako na kifanye kazi kwako. Bwana Yesu asifiwe. Swala la pili, uponyaji. Swala la pili, uponyaji. Unaposikia maneno ya nabii unapata uponyaji. Yona 3:9-10. Twende hapo. Soma baba. Yona 3:9-10. Tuone watu wa Ninawi namna gani walivyoheshimu mafuta ya nabii Yona, namna gani walivyoheshimu na namna gani Mungu alivyowafanya kwao. Soma hapo baba. Uponyaji, kuheshimu mafuta ya nabii, ndani yake mna uponyaji. Anakuambia wewe, hebu simama, fanya hivi, na unafanya kwa imani. Ruka hivi na unaruka kwa imani. Ruka juu na unaruka kwa imani. Ndani yake lile neno linaumba, linakuwa neno hai. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, anapokuambia fanya hivi unafanya. Tutembee hapo, tutembee. Ruka unaruka. Ndani yake lile neno linaumba, linakuwa hai, linajenga uhalisia. Twende baba. Neno la Mungu linasema Yona 3:9-10. Twende baba. Ni nani ajuae kwamba Mungu atageuka na kugairi na kuiacha hasira yake kali ili msiangamizwe? Mungu akaona matendo yao na kuwa wameiacha njia yao mbaya. Wameacha njia yao mbaya. Basi Mungu akaligairi neno lile baya ambalo alisema atawatenda asilitende. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema kusikiliza maneno ya nabii, kutii neno la nabii, ndani yake mna uponyaji. Ninawi imeshasemekana kwamba Ninawi inaangamia. Mungu ameishaahidi kwamba anaiangamiza Ninawi, akamtuma Yona. Yona alipofika akawa amesema habari za Ninawi. Watu wa Ninawi wakavaa magunia, wakaanguka, wakaingia kwenye vifungo vya siku 3, wanamuomba Mungu. Mungu akagairi. Je, kama wasingesikia maneno ya mtumishi wa Mungu Yona, ingekuweje? Halo. Ili tubarikiwe katika madhabahu ya uamsho, lazima tusikie neno la nabii na kutii neno la nabii. Sijasikia makofi. Ili tuweze kupona katika uamsho, ili maombi ya mlimani yajibiwe. Ili maombi ya mlimani yajibiwe, mtu apokee kadiri ya haja moyo wake, lazima kwanza tuheshimu mafuta ya nabii na tuishi katika neno lake, na tuheshimu kila ambacho anachokiongea kutoka kwa Mungu, maana ndani yake mna hazina na ndio mna uhai wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama tutafunga, tutaomba, tutaongea, kama huwezi kuheshimu neno la nabii, kama huwezi kumheshimu nabii, hakuna chochote unaweza ukakipata. Tusidanganyane. Yupo mahali hapa kwa sababu anatuponya kimwili na kiroho pia. Sijui kuna mtu mmoja amenielewa hapo. Anatuponya kimwili na kiroho pia. Anakuambia usiende utapata ajali, hicho ni kimwili, lakini anauponya moyo wako ili ufike mbinguni.
mtu kama huyo. Biblia inasema tumpate wapi mtu kama huyo ambaye Roho wa Mungu amekaa ndani yake? Tumpate wapi? Lazima tufanye kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho, hili ni la mwisho. Ili tumtambue sasa huyu mtu kwamba kweli huyu mtu anatii neno la nabii, kweli huyu mtu anajua umuhimu wa nabii, kweli huyu mtu anajua kwamba hapa tuko mahali gani na anatakiwa nifanye nini. Mathayo 2:10 hadi 11. Lakini soma Mathayo hiyo 26:6 hadi 13. Soma tu hapo. Mathayo 26:6 hadi 13. Hilo ndo andiko letu la mwisho. Mathayo 26:6 hadi 13. Neno la Mungu linasema, naye Yesu alipokuwapo Bethania, katika nyumba ya Simoni Mkoma, mwanamke mwenye kibweta cha marhamu ya thamani kubwa, ya thamani kubwa, alimkaribia akaimimina kichwani pake. Wanafunzi wakasemaje? Alipoketi chakulani. Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa. Umesikia? Acha kwanza hapo baba. Wakafanya aje? Haya, twende baba. Walichukiwa kwa ajili gani? Wanafunzi wake walipoona wakachukiwa. Wakasemaje? Ni wa nini upotevu huu? Kwa nini mafuta ya thamani haya? Maana marhamu hii ingaliweza kuuzwa kwa fedha nyingi, wakapewa maskini. Yesu akatambua, akawaambia, mbona mnamtaabisha mwanamke? Maana ni kazi njema aliyonitendea mimi. Kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nao hapa, lakini mimi hamnani siku zote. Maana kwa kunimwagia mwili wangu marhamu hiyo, ametenda hivyo ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Asante, tuishie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema utamjuaje huyu mtu ambaye yeye anajua umuhimu wa nabii, anajua umuhimu wa mafuta ya nabii, anaijua kazi ya unabii, anajua namna gani unabii anayeteseka kwa ajili yake. Utamjuaje? Jambo ni moja, namna anavyotoa maisha yake kwa ajili ya nabii huyo. Narudia tena, utamjuaje huyu mtu kwamba kweli huyu baba anateseka kwa ajili yetu? Mbona ametutabiria vitu vingi? Mbona ametabiria ugonjwa wangu? Na mbona ameniponya? Ameponya familia yangu, ameponya maisha yangu. Sasa huyu mtu utamjuaje? Namna anavyotoa maisha yake kwa ajili ya huyo mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine wanafunzi wakachukia. Kwa nini umpake Yesu mafuta? Hayo yote mafuta ya thamani. Wakati mwingine mtumishi wa Mungu unaweza ukatembea na watu mkaona kwamba mko wote, lakini nisikudanganye, ile faida unayoipata, mafanikio yako wewe, kwake ikawa ni chuki. Narudia tena, unaweza ukatembea na mtumishi wa Mungu mkala wote, ukamwombea asubuhi mpaka jioni, shida yake ikawa shida yako, lakini mafanikio yako wewe ukawa ni adui kwake. Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi wa Yesu walitembea na Yesu, lakini hawakujua umuhimu wa Yesu. Mafuta ambaye wamepakwa, wanaanza kunungulika eti tungapelekea wajane. Kwani wanafunzi walikuwa wapi? Si walikuwa wavuvi? Hivi mvuvi sana anapataga hela? Kwa nini hawakukusanya wakina Petro na Yakobo wakaenda kuwaona wajane? Wasubirie mafuta ya Yesu ndio yatoe, sasa yatoke hela yaende akaone wajane. Unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uumie pamoja na nabii. Lazima ujitoe maisha yako pamoja na nabii. Na uamsho, tulishafanya mambo mengi kwa ajili ya nabii. Naomba tujipige makofi. Uamsho, tulishafanya mambo mengi kwa ajili ya nabii Elia mahali hapa. Mlishafanya mambo mengi kwa ajili ya nabii Elia. Mlishafanya mambo mengi mahali hapa.
Wangapi wanaamini walishafanya mambo mengi mahali hapa? Wangapi wanaamini walishafanya mambo mengi kwa mtumishi wa Mungu? Lakini sasa kinachotubidi siku ya leo ni kuongeza viwango vya kutenda hayo tulishatenda. Tulitenda kwa wakati sawa, tumeshafika viwango fulani sawa, lakini tunatakiwa sasa tuongeze viwango kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, ili tufike pale ambapo Mungu anataka tufike. Na Mungu atubariki. Amen.